Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ba'd. Nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Ijue BAKWATA, kipindi ambacho tumekitayarisha maalum kwa ajili ya kuijua BAKWATA. Kama tulivyotoa sababu zetu wakati fulani na wakati wote kwamba swala zima la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ni swala la kueleza wazi ili watu waweze kuijua BAKWATA. Kimsingi ni kwamba BAKWATA ndiyo chombo au taasisi kongwe miongoni mwa taasisi za Kiislamu hapa nchini. Na inawezekana ikawa ni taasisi kongwe hata taasisi zingine zilizoko ndani ya nchi hii zikiwemo za Kiislamu na hata zisizokuwa za Kiislamu, lakini pamoja na za kiserikali. Kwa hiyo si chombo cha kusema kwamba watu wakijue tu kwa hali ile ya kawaida. Lazima wakijue katika ufasaha wake na katika uimara wake. Nikukumbushe tu kwamba lengo la kipindi hiki tutakujuza kwamba BAKWATA katiba yake, lakini tutakujulisha kwa nini BAKWATA iliundwa, na tutakujulisha pia nini chanzo cha kuundwa BAKWATA, lakini la mwisho tutakueleza kabla ya BAKWATA kuwepo kulikuwa na taasisi zingine za Kiislamu, na kama zilikuwepo kwa nini iliundwa BAKWATA. Hayo yote utayapata kupitia kipindi hiki cha Ijue BAKWATA, kipindi ambacho tunakisimamia na kiendesha mimi na kuweza kukufikisha katika hali ambayo tulionayo. Nikusaidie tu kwamba toka tumeanza kipindi hiki, leo tutakapotoa hii ya leo hapa, maana yake ni katika toleo namba 8. Kwa maana kipindi kilichopita tulikuwa namba 7, ambapo tulieleza kazi za viongozi na wajumbe. Kwa muhtasari tu tulieleza kwamba wajumbe kazi zao zinaishia kwenye vikao, na ndio wenye mamlaka ndani ya vikao, wachangie, walete mawazo yao. Lakini nje ya vikao hakuna mjumbe mwenye mamlaka, labda au ametumwa na kikao au ameagizwa au ameambiwa asaidiane na katibu au na mwenyekiti. Lakini nje ya vikao hana mamlaka yoyote awapo katika shughuli zingine. Mamlaka yake yanakuwa ndani ya vikao, na ndiye anayeamua kuhakikisha jambo fulani linafanyika na jambo fulani lisifanyike. Lakini tukaona watendaji ambao wao ni watendaji ya yale yaliyoamriwa na vikao. Ikiwa ni vikao ndani ya msikiti, ikiwa ni vikao ndani ya kata, ikiwa ni ndani ya wilaya au mkoa, leo tunakwenda taifa, lakini yawe ni yale ambayo yameamuliwa, sio mawazo ya mtendaji mwenyewe kutaka kutenda. Na kila kinachoingia katika kata lazima mwenyekiti wa kata ambaye ni shekhe wa mkoa na ambaye ni shekhe wa kata na mwenyekiti wa halmashauri ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri lazima wajue, wajadiliane kabla ya mtendaji kutenda. Lakini tukaja tukaona kuna mwenyekiti wa halmashauri ambaye huyu ni mwenyekiti wa halmashauri wa kikao cha halmashauri ambacho wajumbe wanaingia, na katibu ndio katibu wa kikao hicho katika ngazi husika ya kata, wilaya au mkoa. Lakini yeye ndiye msimamizi na mwangalizi wa kuhakikisha yale yaliyoamuliwa na vikao yanatekelezwa katika ngazi zote. Lakini pia yeye ndiye mwenyekiti wa kikao cha halmashauri. Lakini tukamuona mwenyekiti wa kata ambaye ni shekhe wa kata, mwenyekiti wa wilaya ambaye ni shekhe wa wilaya, na mwenyekiti wa mkoa ambaye ni shekhe wa mkoa. Hawa tukaona kwamba wao ni viongozi wakuu na ndio wasemaji wakuu katika maeneo yao. Wanasema nini? Wanasema yale yaliyoamriwa ndani ya vikao, sio kuinuka na kwenda kuzungumza mambo ambayo sio. Labda aongee katika kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Lakini swala la BAKWATA, la maamuzi ya BAKWATA, msimamo wa BAKWATA utaongelewa pale ambapo maamuzi ya vikao yamepita. Hiyo ndio ilikuwa kipindi chetu kilichopita, ambacho kilikuwa ni kipindi namba 7 toka tumeanza mfululizo wa Ijue BAKWATA. Sasa tunakwenda katika mfululizo wa kipindi cha Ijue BAKWATA namba 8. Leo tutakueleza kwa mujibu wa katiba. Tutakueleza kulingana na jinsi viongozi walivyo. Tunarudi kwenye swala zima la uongozi, la ujumbe. Tunarudi pale pale kwamba ngazi ya taifa kuna viongozi ambao wameelezwa wazi katika katiba, lakini pia kuna wajumbe. Swala la wajumbe liko pale pale kwamba wajumbe madaraka yao yako ndani ya vikao. Wakishaamua jambo
anayekwenda kusimamia utendaji ni mwenyekiti wa halmashauri, anayekwenda kufanya utendaji ni katibu. Sasa leo twende katika ngazi ya taifa ambako tunakutana na watendaji, tunakutana na wenye viti. Mtu wa chini kabisa katika ngazi ya taifa kwa mujibu wa katiba ni naibu katibu mkuu. Na kwa katiba hii ilivyoelezwa ni kwamba kuna manaibu makatibu wakuu. Kuna naibu katibu mkuu anayeshughulikia dini na kuna naibu katibu mkuu anayeshughulikia utawala. Kazi zao hawa, huyu naibu katibu mkuu dini ndiye msaidizi na mshauri mkuu wa katibu mkuu katika masuala yote ya dini. Hiyo ndio kazi yake. Na naibu katibu mkuu utawala ndiye msaidizi na mshauri mkuu wa katibu mkuu katika masuala yote ya utawala. Kazi zao zimeishia hapo. Kwa hiyo yote utakayoona anayafanya ni yale aliyoelekezwa na katibu mkuu. Na kile utakachoona anakifanya ni kile alichoelekezwa labda na mufti au halmashauri kuu au mkutano mkuu au namna yoyote ili itakavyokuwa. Lakini kazi zao tu ni hizo mbili. Wao ni wasaidizi wa katibu mkuu, lakini pia ndio washauri katika nyanja zao. Huyu wa dini anamshauri katibu mkuu katika masuala ya dini, na huyu wa utawala anamshauri katibu mkuu katika masuala ya utawala. Anayefuatia katika udogo, maana nimeanzia chini katika ngazi ya chini. Hii ndio ngazi ya chini katika ngazi ya taifa. Anayefuatia hapo ni katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Huyu kazi yake ukiangalia kwa mujibu wa katiba ni mtendaji mkuu wa shughuli za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Lakini tahadhari hapa. Anatenda nini? Anatenda yale yaliyoamuliwa ndani ya vikao. Anatenda yale yaliyoamuliwa na kuletwa na Mheshimiwa Mufti, kuletwa na mwenyekiti wa halmashauri kuu, na yale yaliyoamuliwa ndani ya vikao. Sio kwamba anatenda tu kwa kufikiria, la. Yakishaamuliwa katika vikao husika, yakishaamuliwa katika vikao ambavyo vipo kihalali na kikatiba, yeye kazi yake ni kutenda. Lakini yeye ndo katibu wa vikao vya taifa vifuatavyo. Yatakuwa katibu wa mkutano mkuu, atakuwa katibu wa baraza la wadhamini, atakuwa katibu wa halmashauri kuu, na atakuwa katibu wa majlis tansiq. Kwa hiyo yeye vikao hivi ndio anakuwa katibu. La tatu, alikuwa ni muhifadhi wa kumbukumbu zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo kumbukumbu wote tunazifahamu za Baraza Kuu katika ngazi ya taifa. Kwa maana hata zile kumbukumbu za viwanja, hata zile kumbukumbu za mikutano, hata zile kumbukumbu ambazo barua zote zinazohusiana na masuala ya BAKWATA, usajili, maelekezo, nyaraka mbalimbali, huyu ndio muhifadhi wa kumbukumbu zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, na hasa zile zinazopitiwa na kuamuliwa ndani ya vikao husika, kama ambavyo yeye ndio katibu wa mikutano hii: mkutano mkuu, baraza la wadhamini, halmashauri kuu pamoja na majlis tansiq. Lakini pia namba 4, ndiye mdhibiti wa fedha na mali zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania chini ya uangalizi wa baraza la ulama, halmashauri kuu na baraza la wadhamini. Kuwa mdhibiti maana yake ni kwamba yeye ndiye mwenye kumbukumbu ya mali zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini yeye ndiyo mwenye kumbukumbu wa akaunti zote zilizoko ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Na haya atalazimika kuyafanya chini ya usimamizi wa Baraza la Ulama Taifa, ambalo Baraza la Ulama mwenyekiti wake ni mufti na katibu wake yupo. Lakini chini ya halmashauri kuu, ambao sasa itakuwa na mwenyekiti wa halmashauri kuu ambapo yeye ndio katibu, lakini pia na baraza la wadhamini kwa sababu linahusiana swala la mali, kwa lazima yeye awe chini ya utaratibu. Kwa hiyo vikao vyote hivyo vitatu vinamtizama kwa mtizamo wa karibu sana juu ya swala la fedha na juu ya swala zima la mali za BAKWATA. Kwa hiyo utakapoona kwamba katibu anaenda tofauti katika swala la fedha, utakapoona katibu anaenda tofauti katika mali, basi ujue hizi mamlaka tatu basi hazijafanya kazi yake kwa mujibu wa katiba. Kifungu namba 4 ukurasa wa 51 wa katiba ya mwaka 1999 toleo la 2018, kwamba ni mdhibiti wa fedha na mali zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA chini ya uangalizi wa baraza la ulama,
wa halmashauri kuu na baraza la wadhamini. Kwa hiyo vyovyote atakavyofanya, hawa watu wote wanatakiwa wajue kinachoendelea. Sasa siku ukiona baraza la wadhamini halijui chochote kuhusu mali ya BAKWATA, basi ujue chombo hicho hakijitambui. Siku ukiona baraza la ulama halijui fedha zinaendaje na swala zima la mali zao, viwanja, mali zinazohamishika na zisizohamishika, alafu hajui, ujue hapo kuna tatizo. Lakini halmashauri kuu, hicho ndio chombo cha utekelezaji wa shughuli za kila mara la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Wao ndio wa kwanza kabisa kujua swala zima la mali, kujua kabisa swala la fedha na kuhoji inaingiaje na inatokaje. Lakini kazi yake ya tano ndio muitishaji wa vikao vyote vya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania katika ngazi ya taifa kwa mujibu wa katiba hii, isipokuwa vikao vya Baraza la Ulama na Tume ya Dini. Yaani vikao vyote anaviitisha yeye kwa kupata idhini bila shaka kutoka kwa muhusika ambaye ni mwenyekiti wa taifa ambaye ni mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Kwa maana hiyo vikao Tume ya Dini haitishi yeye kwa sababu ni kikao kinachokuwa na katibu wake. Na yeye katibu mkuu aingie katika kikao hicho. Katibu wa Baraza la Ulama ndiye anaingia kwenye kikao hicho, na wajumbe wote wa kikao hicho ni mashehe wa mikoa na mashehe wote wa wilaya, na Baraza la Ulama lenyewe linaingia kwenye kikao hicho, na mwenyekiti wake ni mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Kwa hicho kikao hataki kukiitisha. Lakini kikao chingine ni Baraza la Ulama. Baraza la Ulama linaitishwa na katibu wake ambaye yupo kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo hivyo vikao vili ndio haviitishi na wala haingii kwa namna yoyote ile. Hizo ndio kazi za katibu mkuu. Lakini katibu mkuu atawajibika kwa mufti na atawajibika kwa Baraza la Ulama, atawajibika kwa Baraza la Wadhamini na atawajibika kwa halmashauri kuu. Hapa kuna maana kubwa sana. Kuwajibika maana yake nini? Ni kila kazi anayoifanya atoe taarifa kwa haya yote makundi. Atoe taarifa kwa mufti, atoe taarifa kwa Baraza la Ulama, atoe taarifa kwa Baraza la Wadhamini, atoe taarifa kwa halmashauri kuu. Atatoaje sasa taarifa katika hili? Kwa mufti hakuna tatizo kwa sababu yeye anasimama kama yeye. Lakini ukienda Baraza la Ulama, anatoa taarifa kwa katibu wa Baraza la Ulama, ili katibu wa Baraza la Ulama ajue kinachoendelea kwa watendaji, na hapo akapoitisha kikao cha Baraza la Ulama atatoa taarifa yeye ya watendaji inavyoendelea. Ikiwa katibu huyu hawezi kutoa taarifa kwa katibu wa Baraza la Ulama, maana yake Baraza la Ulama litakuwa linakaa katika giza bila kujua suala zima la utendaji. Hiyo ndio katiba na ndio kazi zao. Lakini pia atawajibika kwa Baraza la Wadhamini. Baraza la Wadhamini anawajibika vipi? Anatakiwa apeleke taarifa kwa mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini ili mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini ajue kinachoendelea katika mali zake zisizohamishika. Je, kuna mali iko rehani? Je, kuna mali iko salama? Je, kuna kinachoendelea? Kuna majengo yanaendelea? Kuna majengo mapya? Aweze kujua. Lakini pia anawajibika kwa halmashauri kuu. Halmashauri kuu ndio chombo kinachotakiwa kumsimamia. Yaani wanasema ndio supervisor wa jirani kabisa chini ya mwenyekiti wa halmashauri kuu. Kazi yake nyingine, ataunda secretariat ya makao makuu ambayo wajumbe wake ni viongozi na kurugenzi za makao makuu. Lazima kuwepo na kurugenzi makao makuu. Yaani ukiona kama hakuna kurugenzi ndani ya makao makuu, maana yake hapo kuna tatizo. Hiyo ni kazi ya katibu mkuu anatakiwa aifanye. Sasa inawajibika kwamba kurugenzi ziwepo. Kwa hiyo yeye anaweza kuunda kurugenzi katika kuleta ufanisi. Namba 8 ni kuteua makatibu wa mikoa na wilaya na kuajiri watumishi wote wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa maana hiyo katibu mkuu ndiye mwajiri wa wafanyakazi wote wa Baraza Kuu la Waislamu, wale wanaotakiwa kuajiriwa, sio wale wanaochaguliwa. Hapa kuna tofauti kama wanaochaguliwa na kuajiriwa. Kwa hiyo yeye ndio mwajiri, lakini pia ndio anayeteua makatibu wa mikoa na wilaya kwa mujibu wa katiba hii. Lakini kazi yake nyingine ni kuwateua na kuwaajiri mhasibu mkuu, wahasibu wa mikoa na wilaya. Kazi hiyo ni ya katibu mkuu. Namba 9 ni kuwateua na kuwaajiri wakurugenzi wa idara mbalimbali za makao makuu. Hayo ndio kazi za katibu mkuu. Tumetoka kwa naibu katibu mkuu ambaye ni manaibu wawili, tumekuja kwa katibu mkuu. Tukitoka kwa katibu mkuu sasa tunaelekea kwa mwenyekiti wa halmashauri kuu. Nakwambia hivi uelewe kwamba hizi zinakwenda kwa juniority na seniority.
Kwa hiyo katika ngazi ya taifa kuna mtu anayeanza chini ni naibu katibu mkuu. Anayefuatia kwa kuanza chini ni katibu mkuu. Anayefuatia chini ni mwenyekiti wa halmashauri kuu. Kazi ya mwenyekiti wa halmashauri kuu nazo ni chache mno. Mwenyekiti wa mkutano wa halmashauri kuu ndo kazi yake, lakini pia atasimamia utekelezaji wa maazimio ya mkutano mkuu, baraza la ulama, halmashauri kuu na baraza la wadhamini. Huyu ni mwenyekiti wa halmashauri kuu. Kazi yake ni kusimamia maamuzi na maelekezo yote ya mkutano mkuu wa taifa. Yeye ndio msimamizi. Kwa hiyo tukiona maazimio na maagizo ya mkutano mkuu hayatekelezwa, maana yake huyu hajasimamia. Lakini ndio msimamizi wa maamuzi na maelekezo ya ulama. Baraza la ulama likiamua, yeye ndio anayekwenda kutekeleza na kusimamia, kuhakikisha kwamba anasimamia yanatekelezwa. Lakini wadhamini pamoja na halmashauri kuu yenyewe. Namba 3, yeye atawajibika kwa mufti katika utendaji wake wa kazi. Kwa unakuta mwenyekiti wa halmashauri kuu anawajibika moja kwa moja kwa mufti. Nini maana yake? Ni kwamba kila alichokwenda kukisimamia katika eneo lolote lazima arudi kwa mheshimiwa mufti kutoa taarifa amefikia wapi na jambo linakwendaje. Na ama shughuli yake ya mwisho ndiye mwenyekiti wa halmashauri kuu, na kazi zake ni kuwa mwenyekiti wa halmashauri kuu. Huyo ndo anayefuatia kutoka chini. Ama katika nafasi ya juu kabisa ambayo kwa mujibu wa katiba imezieleza sasa, huyu ni mufti wa Tanzania. Kwa hiyo kutengenezee shortcut line kwamba ngazi ya taifa anaanza mufti wa Tanzania, anafuatia mwenyekiti wa halmashauri kuu, anafuatia katibu mkuu, kisha wanafuatia manaibu. Kwa hiyo huo ndio utaratibu. Lakini kwa mujibu wa seniority na maamuzi ambayo yanatakiwa wemo ndani ya katiba kama tunavyoiona, utakuta mufti wa Tanzania ndio anayeanza, anayefuatia ni mwenyekiti wa halmashauri kuu, lakini pale katikati kuna mwenyekiti wa wadhamini, kuna katibu wa baraza la ulama na naibu katibu wa baraza la ulama, alafu ndio anayefuatia katibu mkuu, kisha ndio anafuatia manaibu wakuu. Hapo ni katika suala zima la kiutendaji. Lakini kikatiba, mufti, mwenyekiti wa halmashauri kuu, katibu mkuu, manaibu, makatibu wakuu. Kwa hiyo kwa sasa tutakachoweza kukiona sasa ambacho ni cha mwisho katika jukumu la viongozi na kazi za viongozi ni kazi ya mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Hili utalikuta katika ukurasa wa 49 kifungu cha 84 kuanzia namba 1 mpaka namba 18 ndio utakutana na majukumu ya mufti. Kwa haraka kutokana na muda itabidi niyasome moja kwa moja. Alafu nitakuja kukueleza ni jinsi gani mufti anafanya utekelezaji wa majukumu haya. Jambo la kwanza, yeye ndio mwenyekiti wa vikao vya taifa vifuatavyo. Mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, ndiye mwenyekiti wa tume ya dini, ndiye mwenyekiti wa baraza la ulama na ndiye mwenyekiti wa majlis tansiki. Namba 2 ni msemaji mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Namba 3 ndiye kiongozi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mwenye mamlaka yafuatayo. Yaani ni kiongozi lakini mwenye mamlaka yafuatayo. Kwanza ni kuteua wajumbe 15 wa baraza la ulama. Kwa hiyo baraza la ulama linatengenezwa na mufti mwenyewe, ndio anayeliteua wajumbe 15 wa baraza la ulama. Namba 2 kuteua katibu wa baraza la ulama. Namba 3 kuteua naibu katibu wa baraza la ulama ambaye pia ndiye atakuwa katibu wa mufti. Lakini pia kuteua kadhi mkuu wa Tanzania, kuteua manaibu wawili wa kadhi mkuu wa Tanzania, kumteua katibu wa kadhi mkuu, kumteua mwenyekiti wa halmashauri kuu, kumteua katibu mkuu, kuteua wajumbe 10 wa halmashauri kuu ya taifa, kuwateua washauri wa mufti katika nyanja mbalimbali, kumteua mshauri wa uchumi na mipango wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, kuteua manaibu katibu mkuu wawili, yani naibu katibu mkuu utawala na naibu katibu mkuu dini, kuwateua makadhi wa mikoa na wilaya zote Tanzania bara, kuwateua makatibu wa makadhi na wa mikoa na makatibu na wilaya zake, kumteua kaimu mufti miongoni mwa wajumbe wa baraza la ulama taifa,
inapotokea dharura atakapokuwa nje ya nchi au atakapokuwa mgonjwa. Kwa hiyo yeye sasa ndio anayeteua kaimu mufti anapokuwa hayupo nchini au mgonjwa. Sasa utaniuliza swali, sasa wakati mwingine ameugua ghafla, nani atakayemteua huyo kaimu mufti? Tutaona na kipindi kijacho nitakuja kukufafanulia. Lakini kukaimisha nafasi yoyote au ngazi yoyote pindi inapokuwa wazi, hili swala ningependa kulifafanua. Mwenye mamlaka ya kukaimisha nafasi yoyote kuanzia ngazi ya msikiti mpaka ya taifa ni mufti peke yake. Kwa hiyo swala la kusikia kwamba huyu kawekwa kaimu, amekaimishwa na fulani, amekaimishwa na shekhe wa wilaya, na shekhe wa mkoa, sijui katibu wa mkoa, sijui katibu mkuu, hilo jambo halipo. Kaimu yoyote tunayemtaka katika katiba hii anatakiwa akaimishwe na mufti. Ikiwa nafasi hiyo huyu mtu kafa, kaondolewa au kafanyaje, lakini kaimu lazima awekwe na mufti. Lakini kazi yake nyingine ni kuunda tume maalum itakayofuatilia masuala maalum yatakayojitokeza ndani ya jamii ya Kiislamu. Pia kumwachisha kazi kiongozi ngazi yoyote wa baraza kuu au kuziagiza mamlaka zinazohusika kumchukulia hatua za kinidhamu mtumishi wa ngazi yote wa baraza kuu endapo itadhihirika kwamba mwenendo na tabia za mtumishi au kiongozi huyo hazilingani na mafunzo ya Qur'an na Sunna wala na kanuni zinazohusika na utumishi wa muhusika. Hiyo ndio kazi yake. Sasa tunakuja namba 85. Katiba inasema hivi: mufti anapokosekana katika vikao au kikao kimoja katika vikao vilivyotajwa katika ibara ya 84(1), yani tunazungumza mkutano mkuu, tunazungumza tume ya dini, tunazungumza baraza la ulama na tunazungumza majlis tansiq, anaweza kuchaguliwa mtu yoyote kutoka kwenye baraza la ulama kushika kikao hicho kwa muda huo. Anaweza kukishikilia kikao hicho kwa muda huo. Hayo ni majukumu ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa shughuli za kila siku au za kila mara ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au tuseme Tanzania bara, au wakati huu ilipokuwa Tanganyika, wakati BAKWATA ilipokuwa inaundwa, ilikuwa tayari bado Tanzania walikuwa hawajawa na utaratibu wa kuendesha suala zima la Waislamu. Lakini tutaona jinsi ilivyokuwa katika shughuli zote zilizokuwa zinafanyika. Mufti kazi zake ni hizo, na ukiona jambo lolote linafanywa na mufti, basi nenda karejee katika katiba hii. Ni wasi katika haya tuliyoyapitia leo. Nimekamilisha namba 8, na hii namba 8 nimetaja kazi za kila kiongozi kuanzia ngazi ya msikiti mpaka ngazi ya taifa. Tukapokutana tena, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakutana katika suala zima linaloelezea nini nguvu ya mufti, anapatikanaje kikatiba, na ndio itakuwa namba 9 inayoeleza mufti anapatikanaje na anavyopatikana ni kutokana na nini mpaka kufikia kupata mufti. Na je, mufti akifariki kinachotokea ni kitu gani kwa mujibu wa katiba, na tunaamua kufanyaje? Hapo ninakusii tuweze kukutana tena. Baada ya kipindi hicho, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakuwa tumekamilisha suala zima la kuidadafua katiba ya BAKWATA kwa mukhtasari, na mtu akitaka ataitafuta, ataisoma yale yote nilikuwa niyaeleza. Lakini kitakachofuata sasa ni ile hatua ya pili ambayo nimekuahidi, kwamba kwa nini Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania lilianzishwa. Kulikuwa na sababu gani ya kuanzisha BAKWATA wakati tulikuwa na vyombo vingine vya Waislamu huko nyuma, ambayo ndio itakayofuata katika suala zima la namba 10. Na utege sikio na ufuatilie katika mitandao yetu ya hapa na pale. Usahau kuiona Al-Kheri Online TV pamoja na Mufti makao makuu Dodoma. Utapata taarifa zote kuhusiana na Ijue BAKWATA. Nitakueleza kwa umakini bila wasiwasi, na mimi niko pamoja na wewe. Nafurahi kwamba tunakuwa pamoja, napata simu, napata maelekezo na nashauriwa. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutakutana tena, tuombeane dua. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tuondolee kila la shari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.